nichukue nafasi hii kuwashukuru moja mwakilishi wa Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Sudi Mkobila kwa salamu za mbunge ambazo kwa kweli zinaendelea kututia moyo kama baraza la madiwani, hata kama hayupo, lakini tunamuona kama hayupo sasa tunapokuona wewe na unapotoa salamu zake kwa usahihi. Tunakushukuru sana na hongera sana. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukushukuru pia na wewe kwa kuendelea kututia moyo. Maana ukiangalia 99% ya baraza hili wajumbe wametokana na Chama cha Mapinduzi. Kwa ni lazima tuendelee kuienzi serikali pia Chama cha Mapinduzi kwa kufanya kazi nzuri iliyotukuka kwa wananchi wa Ngara. Kwa kweli tunakipongeza sana Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Lakini jambo la pili, niwashukuru sasa waheshimiwa madiwani na viongozi wengine mlioko ndani ya ukumbi huu. Kwanza nimeona utulivu wa hali ya juu, sijui kwa nini, au kwa sababu jana tulielekezana kule, na niombe niendelee kutoa maelekezo kwamba tunapokuwa tumeingia kwenye baraza lazima utulivu uonekane, lakini nisisitize kwa hii muda na nisisitize kuhudhuria vikao. Nafikiri mnaona kwamba kuna mabadiliko kuanzia jana. Sawa? Kuna mchezo. Tumekuja kazini, si mnajua. Sasa naomba niseme tu yafuatayo. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru waheshimiwa wajumbe kwa kupitisha bajeti yetu ambayo kama nilivyosema mapema ndio uhai wa Wanangara huu. Maana tunategemea kupata fedha kutokana na vyanzo vya mapato vya ndani, lakini pia na fedha kutoka serikali kuu. Na mimi niipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupa ukomo wa bajeti ambao umetuwezesha kufikia bilioni 58.6. Kwa kweli naipongeza serikali yetu. Jambo hili sio dogo sana, lakini mnaona mapato yetu yamepanda kutoka bilioni 5 kwenda bilioni 7.4. Sasa nafikiri tunakuwa haturudi chini. Na mimi mwanzoni niliwaambia ni uzoefu sana ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo mimi naona tunakwenda vizuri. Na niseme tu kwamba bajeti hii ufafanuzi wake huko kama ifuatavyo. Tunategemea kukusanya mapato fungiwa kutoka kwenye hii bilioni 7.4, bilioni 4 milioni 912. Lakini mapato yasiofungiwa, mapato fungiwa tutakusanya milioni 450 ambazo hizi fedha tunazitegemea kuzikusanya kwenye vijiji. Na ninaomba niseme wataalamu wetu, endelea kuwahimizeni watendaji wetu walioko huko chini kwenye vijiji, ili nao ikiwezekana wabuni vyanzo vya mapato ambavyo pengine havifungamani na vyanzo vya halmashauri, ili tuone nao kama wanaweza wakafikia lengo. Lakini pia haya ni masharti kwamba kila kijiji kitakusanya milioni 5, nafikiri milioni 5. Sasa sijui wasipokusanya inakuwaje. Si malengo? Lazima wakusanye. Na nataka niwaambie tu kwamba mapato yetu ya ndani upande wa afya tunategemea kukusanya bilioni 1 milioni 436 na 230,000. Nasema kwa ufafanuzi kwa sababu hizi fedha zisipokusanya maana yake watakuwa wamekwamisha kufikia malengo ya bajeti yetu. Sasa natamani sana ninapotoa ufafanuzi huu wa viwango hivi, basi kila mmoja
abebe kwa nafasi yake. Lakini pia tunategemea kukusanya michango au ada za kidato cha 5 na 6 milioni 504,320,000. Sasa hii kazi ya afisa elimu sekondari hii kazi yako hii. Lakini pia sasa hii inajumuisha na kodi ya majengo ambayo tunategemea kupata milioni 166,898,000, ambayo jumla yake sasa ndio inaleta mapato ya ndani inaleta bilioni 7,469,448,000. Fedha hizi tunahitaji kuzikusanya kwa ushirikiano, na niwaombe mshikamano wa waheshimiwa madiwani na wataalamu wetu ili tupate namna nzuri ya kushauriana juu ya kukusanya fedha hizi ili tuweze kuyafikia malengo. Sasa kila mmoja abebe kwa nafasi yake. Lakini pia tunategemea kupata fedha kutoka serikali kuu kwa maana ya ruzuku ambayo ni bilioni 51,195,298,000, na mchanganuo wake huko kama ifuatavyo. Matumizi ya kawaida tunategemea kupata bilioni 1,156,628,000. Lakini tunategemea kulipa mishahara ya watumishi wetu bilioni 37,810,166,000. Lakini tumetengewa fedha za miradi ya maendeleo bilioni 12,228,504,000. Ukichukua bilioni 7,469,448 ukajumulisha na bilioni 51,195,298,000 ndio inaleta bajeti yetu ya jumla bilioni 58,666,746,000. Niwashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa kupitisha bajeti hii ambayo inakwenda kuwa chachu kwa maendeleo ya wilaya ya Ngara. Kikubwa niwaombe kama nilivyosema, mshikamano na umoja. Kufanya kazi kwenye taasisi kama hii haihitaji wala elimu, inahitaji busara za hali ya juu ili kuyafikia malengo ya bajeti yetu, kwa maana kwamba ni lazima tushirikiane kati ya wataalamu na viongozi. Lakini tuwaombe pia na taasisi zile ambazo ziko nje ya halmashauri kushirikiana pale ambako tutaomba ushirikiano wenu. Kwa mfano, umeona tulikuwa na hoja moja ambayo ilihusisha kuomba beria kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato. Sasa hiyo ina ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali za mtaa kwa maana ya halmashauri. Kwa hiyo tuombe ushirikiano ili kuyafikia malengo na wananchi wetu wa Ngara tupate kuwahudumia baada ya kupata mapato. Baada ya kusema hayo, ndio kuwashukuru sana, na unajua tumeanza vikao hivi tangu jana na leo tunamalizia, na nina uhakika kwamba mmechoka, tunahitaji kurudi nyumbani. Lakini washukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Niwaombe tunaporudi nyumbani tuendelee kutekeleza majukumu yetu ya kawaida, lakini yakiwemo: moja, kufanya mikutano kwa wananchi, kuendelea kuwaelimisha na kuwashawishi juu ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja, lakini na yale ambayo pia yanahusu jamii kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na nitamka kwamba baraza la bajeti sasa limefungwa. Asante sana.